Eh, Mtazamaji wa Mkaya TV Asili Mtandaoni, tunabeba utamaduni tunaijenga kesho. Naitika kwa jina la Ngosho Mkaya. Niko tayari kukujuza mambo tofauti tofauti ya kihistoria kuhusu mila, desturi na tamaduni mbalimbali kutoka bara letu la Afrika, kutoka nchini kwetu Tanzania, na tutawatizama machifu wote na tutatizama historia za makabila ambayo yanapatikana nchini Tanzania, na makabila kibao tumekwisha kuyatizama. Unaweza kutizama video zetu zilizopita hapa wa Mkaya TV. Hakikisha una subscribe na una turn on notification uwe wa kwanza kufahamu kila kinachojiri kutoka kwetu. Wasukuma wana usemi wao, hakikisha unabonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kufahamu kila kinachojiri kutoka kwetu. Niko tayari kukujuza historia ya Wamasai, kutizama utamaduni wa kuvutia uliodumu kwa karne nyingi. Unapowazungumzia Wamasai, ni kati ya makabila maarufu zaidi barani Afrika. Jina la Wamasai limekuwa likitajwa kwa heshima, hofu na mshangao kwa karne nyingi. Ni jamii ambayo imehifadhi utamaduni wake, utamaduni uliohifadhiwa kwa nguvu kubwa licha ya mabadiliko ya dunia ya kisasa. Wakiwa na muonekano wa kipekee, mavazi mekundu, miili mirefu na mienendo ya kujiamini, Wamasai wamekuwa alama hai ya utambulisho wa Afrika Mashariki. Lakini Wamasai ni kina nani hasa? Walitoka wapi na ni kwa nini wanajulikana sana? Wamasai ni sehemu ya jamii za Nilotic, jamii ambazo asili yake ni kaskazini mwa Afrika. Wanazungumza lugha ya Maa, lugha inayobeba historia yao, mila zao na mtazamo wao wa dunia. Watafiti wengi wanaamini kuwa walianza safari yao kutoka eneo la bonde la mto Nile, hasa maeneo ya Sudani Kusini ya leo. Safari yao ya uhamaji ilianza karne nyingi zilizopita, mnamo karne ya 15 hadi karne ya 18. Safari yao haikuwa rahisi, bali ilikuwa ni ya vizazi na vizazi, wakisonga polepole huku wakipambana na mazingira, njaa kali na makabila mengine. Wakiwa wafugaji hodari, walikuwa wakifuata maji na malisho ya mifugo. Walipita Ethiopia, wakapita Kenya na hatimaye wakafika maeneo ya Tanzania. Njiani walikutana na jamii mbalimbali, wengine wakachangamana nao na wengine wakapigana nao. Hii ndiyo sababu Wamasai walijijengea sifa ya kuwa wapiganaji hodari tangu zamani sana. Kunako historia, kabla ya mipaka ya kisasa, Wamasai walikuwa taifa kubwa lililoenea Afrika Mashariki. Eneo lao kubwa la dola isiyo na ramani, hasa katika kilele cha nguvu zao. Ukirudi nyuma karne ya 18 hadi karne ya 19, Wamasai walimiliki eneo kubwa sana. Kuanzia katikati ya Kenya hadi kaskazini mwa Tanzania, walitawala maeneo ya Great Rift Valley, Serengeti, Ngorongoro, Amboseli, na maeneo haya kwao yalikuwa na rutuba kwa mifugo na pia yalikuwa ni njia muhimu sana za uhamaji. Hakukuwa na mipaka ya kisiasa kama ilivyo leo hii. Ardhi ilikuwa ya yule mwenye uwezo wa kuilinda. Wakati huo, Wamasai walikuwa kama himaya ya wafugaji isiyo na mipaka rasmi, lakini yenye nguvu kubwa ya kijeshi na nguvu ya kijamii. Je, Wamasai ni wengi au kuna makundi? Unaweza ukawa unajiuliza. Hakikisha una subscribe wa Mkaya TV Asili Mtandaoni. Tunabeba utamaduni tunaijenga kwa kesho. Tuko tayari kukujuza. Je, Wamasai ni wengi au kuna makundi? Ndani ya jamii ya Wamasai kunayo makundi tofauti yaliyoenea katika nchi 3. Ukija Tanzania, Kisongo, Palakuyo au Kwavi. Ukienda Kenya utakuta Purko, Kikonyukie, Roita, Syria. Ukifika Uganda kuna jamii zinazofanana nao kama Karamonjonge, lakini hawa sio Wamasai kamili, bali ni ndugu wa karibu kiasili. Makundi haya yanatofautiana kidogo katika rafuzi, mavazi na baadhi ya desturi zao, lakini msingi wao wa utamaduni bado unabaki ule ule. Hivyo Wamasai halisi wako zaidi Kenya na Tanzania, lakini ni ndugu wa damu na Uganda na Sudani Kusini. Tofauti na falme nyingi za Afrika, Wamasai hawakuwa na mfalme mmoja wa juu. Mfumo wao ulikuwa ni wa kipekee sana. Walikuwa na mfumo wa Laiboni, kiongozi wa kiroho na mshauri mkuu. Laiboni hakuwa tu kiongozi wa dini, bali pia alikuwa mshauri wa vita, mganga na mtu wa unabii. Hata maamuzi makubwa ya jamii yalimhusisha kwa asilimia kubwa kutaka ama kuchukua ushauri wake. Maarufu zaidi
alikuwa Mbatiany. Baada ya kifo chake, wanawe Lenana Senteu waligombania uongozi, jambo lililokuja kusababisha mgawanyiko mkubwa wa Masai. Mgogoro huu ulidhoofisha mshikamano wao wa muda mrefu na kutoa mwanya kwa wakoloni kuingilia kati. Hakuna historia ya Wamasai bila kuzungumzia Morani. Hawa ni mashujaa. Hawa walikuwa vijana waliopitia mafunzo maalum ya kijeshi. Walilinda jamii na mifugo, walijifunza kupigana kwa mikuki, kutumia fimbo, rungu, kuvumilia mateso, nidhamu kali. Walikaa porini kwa muda, wakati wote wakijifunza maisha ya ugumu na kujitegemea. Hawa ndio waliokuwa mstari wa mbele kulinda ardhi ya Wamasai. Katika baadhi ya nyakati za kale, Morani walitakiwa hata kuthibitisha ujasiri wao kwa kukabiliana na wanyama wakali kama simba. Wamasai waliwahi kuogopwa sana Afrika Mashariki kwa uwezo wao wa kivita. Wamasai huwezi kuwatenganisha na ng'ombe. Kwao ng'ombe si chakula tu, bali ni utajiri, ni heshima, uhai, alama ya mafanikio. Na idadi ya ng'ombe kwao ndio ilikuwa ni kipimo cha utajiri wa mtu. Pia ilitumika katika ndoa. Ng'ombe walitumika kama sehemu ya kutoa mahari, sherehe na hata kutotoa migogoro. Wao wanaamini kuwa Mungu wao aitwaye Enkai aliwapa Wamasai ng'ombe wote duniani. Hii imani ilifanya Wamasai kuona mifugo kama zawadi takatifu, bali si mali ya kawaida tu. Mavazi yao, nguo nyekundu na shuka zao, shanga za rangi nyingi zinazobeba maana maalum kama umri, hali ya ndoa na hadhi. Makazi yao ni nyumba za udongo, wao wanaita manyata, zinazojengwa na wanawake kwa ustadi mkubwa. Chakula chao ni maziwa, nyama, damu ya ng'ombe kwa nyakati maalum za kiafya na sherehe. Wakati jando kwa wavulana kuwa molani baada ya mafunzo ilikuwa ni mila za utu uzima. Zaidi ya hayo, Wamasai wana desturi ya kipekee kama kuruka juu, wao wanaita adum, kuonesha nguvu na kuvutia, kutoboa masikio kama alama ya uzuri, sherehe za pamoja zinazounganisha jamii nzima. Jamii yao inaongozwa kwa mfumo wa rika, wazungu wanasema age set system, ambapo watu wa umri mmoja hupitia hatua za maisha pamoja, mfumo unaojenga umoja na nidhamu ya hali ya juu. Hata kipindi cha giza wakati wa ukoloni na anguko mnamo karne ya 19 ilileta mabadiliko makubwa. Uingereza wakigawa ardhi yao, Wamasai walipoteza maeneo yao makubwa, walihamishwa kwa nguvu. Zaidi ya hayo, magonjwa ya mifugo, ukame mkali, njaa katika kipindi hiki kigumu sana kilichojulikana kwa jina la Emtai. Maelfu ya Wamasai walipoteza maisha na mifugo yao ikaangamia, tena kwa kiwango kikubwa. Haya yote yalidhoofisha nguvu ya Wamasai na kuvunja mfumo wao wa kijamii kwa kiasi kikubwa. Wamasai wa leo wapo Kenya, wako Tanzania, wameanza elimu, wanafanya biashara, wanafanya siasa na baadhi yao wameingia katika kazi za kisasa, lakini bado wengi wanaendelea na ufugaji kama urithi wao mkuu. Pia wamekuwa sehemu muhimu ya utalii, hasa katika maeneo kama Serengeti, Masai Mara, Kenya. Hata hivyo, wako wanakabiliwa na changamoto kama kupoteza ardhi, wakati mwingine mabadiliko ya tabia ya nchi, shinikizo la maisha ya kisasa, lakini bado wanahifadhi utamaduni wao kwa nguvu kubwa kuliko makabila mengi. Historia ya Wamasai si historia ya kawaida, si hadithi tu, si simulizi tu, bali ni historia kamili kuwahusu Wamasai, kuhusu uhamaji wa maelfu ya kilomita, mapambano ya kulinda ardhi, maisha ya nidhamu na mila, na kulinda utambulisho wao kwa alama yote. Ni simulizi ya kijamii iliyokataa kufutika hata dunia pale inapobadilika. Katika dunia inayobadilika haraka, Wamasai bado wanasimama kama alama ya utamaduni, ujasiri na utambulisho wa Afrika. Na pengine funzo kubwa kutoka kwao ni hili: jamii inayojua ilipotoka huwa ni vigumu sana kupotea inapoelekea. Hakikisha una subscribe na una turn on notification wa kwanza kufahamu kila kinachojiri. Leo tumewatizama ndugu zetu Wamasai, Yelu Subai, Yero Rafiki na Usarawa. Naitwa Ngosha Wamkaya na hii ni Wamkaya TV. Hakikisha una subscribe na una turn on notification wa kwanza kufahamu kila kinachojiri kutoka kwetu.